asifiwe. Watu wa Rimba muko, hebu nipungie mkono. Tumeleta habari njema ya Bwana Yesu. Ndio tunaona hii mji inakuwa na inataka Israeli iwe na Bwana Yesu. Isikawe na wajangili na makora na waizi hapa. Tunataka watu wa Mungu waishi katika hali safi, hewa nzuri, kwa sababu pepo ni pepo. Pepo haijui kabila, na ukikaa vibaya itakuingia ndani na watadharau hiyo kabila kwa sababu umekaa mbaya. Ndio tunakuambia jioni ya leo tumekuletea habari njema ambayo ukisikia na utii hautakuwa jinsi ulivyo katika jina la Yesu, kwa sababu hii mji ni mji wa Mungu, na nataka watu wa Mungu waishi katika maisha mazuri, mazingira mazuri, maisha ya upendo, maisha ya furaha, maisha ya amani, na maisha marefu. Ndio nakwambia jioni ya leo tunataka kutegua ujanja wa shetani na mbinu zake na ujuaji wake na jinsi anajifanya kama malaika wa nuru. Amekunyanyasa, umenyanyasika, na tumeenda kwa waganga, haugangiki, kwa sababu waganga na shetani ni njia moja. Ndio tunakuletea aliyeshinda hata waganga, aliyeshinda hata mashetani, aliyeshinda hata miungu za baba yako, aliyeshinda hata ambayo akasema msalabani imeisha. Kwa hivyo jioni ya leo tunainua Mnazareti ambaye ni Yesu Kristo, ambaye Biblia inasema popote alikwenda alitenda mema, walionyanyaswa wakisikia vizuri Yesu akinena, Yesu akiwaambia kuna Mungu anaweza kukutoa katika mahitaji. Ukisikia na uamini na uache kasumba ya kutokuamini, hautakuwa sawa. Jioni ya leo utakuwa na wimbo amenitendea, kwa sababu hata magonjwa sinajua Yesu alinishinda msalabani. Pigia Yesu makofi kama unanisikia. Pigia Yesu makofi. Hatujaleta hapa injili ambayo ya dini. Tumeleta Mnazareti ambaye ameniokoa na amenikomboa ndani ya miungu, na amenikomboa zaidi ya nini. Dini unaenda unaimba sawa, lakini jioni mababu inakungojea kukukandamiza, kukunyanyasa. Lakini ambaye ameokoka, amemkiri Yesu, mababu inajua Yesu alishinda. Yesu wa amani, Yesu ya upendo, Yesu afurahi kwa mabaya, anafurahia kwa mazuri, anafurahia kwa afya, anafurahia watu wakikaa na upendo, sio maroho ya chuki. Ndio unasikia Mungu anasema katika hii Biblia, katika Mwanzo aliumba binadamu ili binadamu aweze kuwa mtawala, sio aweze kuwa kama wanyama. Aweze kuwa mtawala, atawale wanyama, atawale kila kitu. Lakini kwa sababu Adamu wa kwanza alitulet down, ndio unaona Mungu akaangalia katika ulimwengu watu wanashaga meno, na miungu zao, Ndio akaangalia akasema, bado ninapenda watu, mimi ndio nimeumba watu, sitafurahia shetani kunyanyasa watu wangu. Ndio unasikia Yohana anasema nini? Mlango wa 3 akaangalia mstari wa 16, akaona ulimwengu umenyanyaswa, hauna upendo. Ndio uliona akamtoa mwanao pekee Yesu Kristo, ili aje amwamini yeye asipotee, ili awe na uzima wa milele. Unaona Mnazareti alikuja akatembea ndani ya mwili, akajua hata jinsi shetani anakuja na ujanja, anatafuta hata mahali ya chakula, ndio anataka kunyanyasa watu. Lakini aliambia Yesu atengeneze mawe na mkate, lakini Yesu akamwambia
imeandikwa, hatutaishi kwa mkate, tutaishi kwa neno ambalo litokae kwa kinywa ya Mungu aliye hai, ambaye pumzi ametupatia. So jioni ya leo nakusikia sasa, kuna vitu 3 bado nitaka nikwambie, na ukitumia mbaya ukienda jehanamu, jehanamu mwenyewe. Ya kwanza, unaona hii mwili itarudi mavumbini. Ya pili, roho itarudi kwa Bwana. Ya 3, nafsi, ambayo watu wamechanganyikiwa nafsi, kwa sababu sisi binadamu tumepatia utawala. Nafsi yetu iko na akili, lakini nafsi ya wanyama haina akili ya kutambua kizuri na kibaya. Sasa nafsi ndio inaenda hukumu. Ndio unasikia katika kitabu ya Ufunuo inasema, heri waliolala ndani ya Yesu. Kwa sababu nini? Matendo yao itawapata katika jina la Yesu. Na waliolala ndani ya giza, tena jehanamu inawangojea. Kwa hiyo nakuambia jioni ya leo, Yesu bila alikuja, he never came to joke with the demons. Acts 10. Kama kwa Mtenda Mitume Acts 10 mstari wa 10 mlango wa 38, usikie mahali aliingia, hakucheka. Jinsi na furahia vijana wanashughulikia mjamaa mzuri sana, kwa sababu hapa sio mahali ya mchezo. Hapa ni mahali ya kuamua maisha yako ya baadaye. Sio mahali ya kuja kucheza hapa, ama tumeleta sarakasi. Tumeleta neno la Mungu. Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa 38, na inasema, and how Jesus and our God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that are oppressed, and all oppressed of the devil, for God was with him. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with the power, for he went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Jesus was anointed for a mission, because he was anointed for a mission because the first Adam failed us. That's why I want to tell you, the devil is a liar, is a father of lies, and there's nothing good come from the devil. Unasikia? Biblia inasema alimpaka na mafuta kwa sababu aliona watu wananyanyaswa ndani ya utumwa hoi hoi waziwazi, kwa sababu dhambi zimejaa ndani ya mioyo zao. Unasikia? Wanatembea wamechanganyikiwa, wanatembea wanasema mauongo kama baba zao. Unasikia Biblia inasema, jana nilisema Mungu hana ushirikiano na dhambi. Ndio unasikia anasema katika Warumi 6 mstari wa 30 mstari wa 23, anasema dhambi ikikolea ni mauti. There is no second chance. Second chance is the one I'm giving you now. Hear the word of God. Believe the word of God, and it will save you from being a slave of the devil. Unasikia? Hakuna dawa ingine. Tumeleta dawa. Biblia inasema akaingia ndani ya vitongoji. Alijua hata kwa wengine wamenyanyaswa, hawezi kutoka, hawezi kutembea, wamewekwa kama ndani ya sel. Anafanya biashara yake, anakunyanyasa. Amekufanya wewe ndio kuchochea, amekufanya wewe ndio kugawanyisha watu, amekufanya wewe ndio mkabila, amekufanya wewe ndio mwenye kiburi.
na mabaya tu. Jesus has come and is telling you, hear his voice. If you believe, you're going to be delivered for those power, for those prosperity. In the name of Jesus. Tunasikia rimba inataka ikuwe na Bwana Yesu. Sio limba ya kupisha majambazi. Hata majambazi tunasema Yesu anampenda. Ndio tunasema sikia sauti ya Mungu aliye hai. Sio mapenzi uwawe kwa risasi, ni mapenzi ya Mungu. Waamini neno la Mungu. Mungu ana kazi nyingi. Wacha ujambazi, wacha ujambazi, wacha ujambazi, wacha ujambazi. Tunakutangazia hiyo dhambi isikakole mpaka risasi kufikie. Sikia sauti ya Mungu, utembee. Mungu akupatie riziki ambayo inafaa ili kutembea, hawatu wakukimbii. Yesu alitenda mema na atatenda mema, kwa sababu nazungumza na watu wa Mungu. Nazungumzi na wanyama, nazungumza na wenye akili, na nazungumza wenye ambao atajua nikitaka kufanya hata mema na situkulia ninafanya mabaya. Sio wewe. Kuna nguvu ndani yako zinakusukuma. Kuna nguvu ndani yako zinakusukuma kwa uchochezi. Sio wewe. Tunakuambia sikia neno la Mungu. Mungu wetu sio mchochezi. Mungu wetu sio kugawanyisha. Mungu wetu afurahi wakati watu ni wagonjwa. Afurahi wakati watu wana njaa. Anafurahia wakati watu wanafurahiana, wanapendana, wanajaliana. Ndio tunaleta habari njema. Tunaambia Yesu anapenda rimba. Ndio tumekuja. Tumeacha kazi zetu, tumeacha shughuli zetu. Tumejua kuna watu katika rimba wanayumbayumbishwa na maisha, wanayumbayumbishwa na maisha. Ndio tunakuambia maisha bila Yesu ni bure. Maisha bila Yesu utayumbayumba, utayumbayumba. Ndio unaona za watu zimekauka, hazina neno la Bwana, hazina maneno la Bwana, hazina roho ya Bwana. Ziko na roho ya unyama, ziko na roho ya ukatili, ziko na roho za vita, ziko na roho za fujo. Ndio tunaleta habari hii njema. Tunasema Yesu wetu sio fujo. Yesu wetu ni amani. Yesu wetu ni furaha. Yesu wetu anakuita toka ndani ya njia mbovu. Yesu anasema nini? Biblia inasema akapakwa mafuta kwa sababu ya watu walikuwa ndani ya vitongoji na tabia mbaya ya kusumbua wengine. Wengine wanangojea wengine waende kasini, na wengine wanangojea wengine ndani ya mwanga, ndani ya giza na kuwapiga ngata. Hizo sio sauti ambayo tunaleta hapa. Tunaleta sauti ambayo mtu ataamka asubuhi, mchana afanye kazi mchana, abarikie mchana, aende nyumbani mchana, na alale usiku mchana usiku, na amke tena vizuri kwa amani. Kwa sababu Yesu akiingia analeta akili ya kiungu na tabia ya kiungu na mwenendo wa kiungu, na katika mwangaza hautashikwa na sheria. Unashikwa na sheria kwa sababu nini? Unatembea ndani ya giza. Nikisema giza ni matendo ya mashetani. Ndani ya giza kuna kila kitu. Ndani ya giza kuna matabia mbovu. Ndani ya giza kuna kuongea mbovu. Hakuna amani, hakuna amani. Ndio wanahangaika, wanahangaika, wanahangaika. Hata ndani ya pesa hawezi kupata amani. Tunasema Yesu ndio mwenye amani. Yesu akiingia ndio anabadilisha. Yesu akiingia ndio anaweza kuleta hii mji ndani ya amani. Ndio hata watu wengi wanaweza kuhamia mahali kuna amani, mahali kuna upendo, katika jina la Yesu.
So nakwambia Yesu huyo ambaye anasema sio Yesu mwenye fujo, ni Yesu mwenye amani, na anatembea mahali wewe unajitambua, kwa sababu asukumi. Yesu asukumi. Hata jioni ya leo wewe unajijua zaidi ya shetani, unajijua hata zaidi ya Mungu. Ndio Mungu anasema jioni ya leo wewe chagua mwenyewe yaliyo mema. Roho wa Mungu wa tabia nzuri, Roho wa Mungu ambaye bali uko unaweza kusema hata huyo mtu kweli ni Mkristo, ni kama Yesu, anaongea kama Yesu. Ndio nasikia Yesu anasema alipekwa mafuta kwa kuja kunyanyasa kazi ya shetani, na kweli alinyanyasa mpaka msalabani akanyanyasa. Ndio nasikia anasema katika Yohana anaenda hata tuwacha kama ya watoto wa yatima. Kwa njia nyingine, kwa akili zetu hatuwezi kumshinda Yesu, hata masomo yetu hatuwezi kushinda Yesu, hata utajiri wetu hatuwezi kumshinda Yesu, kushinda shetani. Lakini mbaya jina la Yesu ukiita, shetani anatambua na anadhalimisha amri, bali ameshika pale, lazima naachilia mara moja, kwa sababu Yesu alienda mpaka jehanamu atakahubiriwa. Wale ambao kuhubiriwa wakasikia, wakaamua hata kule jehanamu Yesu anajulikana. Sana kuambia hata jioni ya leo haba rimba, Yesu anapenda watu wa rimba wasikaene kusiaga meno na shetani. Ndio tunahubiri injili hii uweze kuamua kwa hiari yako. Ndio nasikia alihubiri kwa urahisi sana, na baada ya kuhubiri walio na dhambi hata wakatio hawakupembeleza shetani, walijua umetunyanyasa na walikuja kwa fujo. Na hata kabla Yesu hajaombea, aliona jinsi wamaamua ndani ya mioyo zao, akasema kulingana na imani yako pokea sasa Roho wa Mungu, pokea sasa nguvu mpya, pokea sasa kombozi mpya. Kwa sababu nini? Kuna maroho ambayo ya giza inapenda kunyanyasa watu wa Mungu. Ndio tunaongea na hizo maroho, na unajua jinsi ulivyo, unajua hata maisha yako. Kwa hiyo nataka kuambia jioni ya leo, umesikia Yesu alikuja kwa hali ya kunyanyasa mapepo ili uweze kuwa nini? Huru. Na tumepatia nguvu ya kufunga mapepo, sio kuua mapepo. Tumekuja na nguvu ya Bwana Yesu kuweza kufunga hizo mapepo na kuzinyanyasa na ziwe chini ya miguu zetu mpaka siku ya hukumu, na wache uhuru kuendelea mema, kutenda mema, wache uhuru kupata kupokea riziki yako na ile ambayo Mungu amekupangia uweze kufika kilele. Kwa sababu nini? Yesu anaenda kukutendea mema jioni ya leo. So kama unanisikia, you stand on your 2 feet. I want to close the meeting na kufunga mkutano. Songa hapa karibu, aliye nyuma yako songa. Kama umeketi simama na kufunga mkutano katika jina la Yesu, kwa sababu tumesema neno kwa urahisi. Tumeleta kwa urahisi, tumeleta neno sio kwa kutangaisha. Tumekuelezea vizuri, kuna nguvu zinanyanyasa. Kwa hivyo unazijua zaidi, unazijua zaidi, na tunakuambia jioni ya leo, Yesu ndiyo anaweza kukufungua, Yesu ndiyo anaweza kubadilisha. Kwa hivyo naomba tusongee wapendwa, tokeni kwa kule duka, songeni karibu, tukufunga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jesus loves you with where you are. He doesn't have condition. Ndio unaona tunasema kwa urahisi, kama umenyanyaswa tunakuambia njoo hapa usikutane na Bwana Yesu
na kukomboe na kuweka huru. Jinsi unaona hawa wapendwa wanashuhudia jinsi amewatendea, anashuhudia jinsi ameponya, anashuhudia jinsi, kwa sababu bila yeye ungekuwa umeenda. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hebu karibisha mwenzako aliye karibu pale. Mwambie njoo. Ambia wale wako kule nyuma njoo. Hata sisi tulikuwa kule, tuliletwa na wenzetu kwa unyenyekevu. Waambia njoo. Maombi aina fedha ama ina chaji. Maombi ni bure. Njoo jinsi ulivyo. Songea hapa karibu. Songea. Jesus loves you. He doesn't have any condition. Tunaona tunasema kwa urahisi. Hatujatusi mtu. Watu ni watu wa Mungu. Watu ni wa Mungu. Mungu aliyoumba, lakini tunanena na maroho machafu za kunyanyasa watu. Hallelujah. Thank you Jesus. Hebu inamisha kichwa yako pole pole. Inamisha kichwa yako pole pole. Na ningependa wapendwa, kama umeokoka, usikasimama na mtu ambaye ameokoka. Simama na mpendwa ambaye hatumjui na muulize kwa hiari yangu ama kwa hiari ya Yesu, je, umeokoka? That's the mission that we have come. We have not come to sit together. We have come to touch those people. Go to them. Enda hata pale kwa duka, walete. Tuko na wewe, tunafanya kazi na wewe. Wewe ni mtu wa muhimu. Ndio maana nakuambia lazima tunanyanyasa shetani katika jina la Yesu. Hebu inamisha kichwa yako kwa urahisi. Hallelujah. Nataka useme hili neno, usaidie hata hawa ambao wajakiri siku ya kwanza. Ukili neno utakuwa tayari umemkaribisha Bwana Yesu. Na Yesu akianza kuingia ndani, utaanza kuangalia mambo ya, utaanza kujiangalia hata kujihurumia, kwa sababu Yesu ataanza kutoa maroho za kunyanyasa, maroho za kudharau. Ataanza kutoa hata maroho za magonjwa katika jina la Yesu. Ataanza kutoa hata hizo maneno mbegu umesoma panda mingi ya kusema mimi siwezi. Na kuambia siku ya leo, huyu Yesu unaenda kumkiri, utaanza kuanzia sasa, utaweza katika jina la Yesu. Baba, katika sema hii maombi, Bwana Yesu, nimesikia neno lako, nimetambua mimi mwenye dhambi. Futa jina langu toka kitabu ya mauti, andika jina langu katika kitabu ya uzima milele. Asante Yesu kwa kuniokoa siku ya leo. Ndafuatilia neno lako, ndakuwa mwaminifu. Asante Bwana, nimekukaribisha ndani ya moyoni mwangu, uweze kutawala, uweze kunipatia nguvu mpya. Aya, nyamaza pale ulipo pale. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa imani yote ambaye amenena, amekiria hiyo ombi Bwana, kwa imani Mungu wetu Baba, ni mara ya kwanza unamjua Bwana. Tunakuja kinyume ya kila nguvu za giza jioni ya leo, tunazivunja katika jina la Yesu. Hata ikiwa ni maroho za ulevi zimemnyanyasa, tunavunga Baba katika jina la Yesu. Tunawachilia ponyaji wako Baba, tunawachilia nguvu mpya Baba, tunawachilia usemaji mpya Baba. Asante kwa sababu neno lako ni nguvu zako, ni uponyaji wako, ni pumzi yako. Leta mabadiliko ndani ya hiyo ndugu, leta mabadiliko ndani ya hiyo dada katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, asante Bwana. Unasikia nimesoma neno, na neno nasema alikwenda hata wale walionyanyaswa na depression, walisikia na akaombea, na mapepo za depression zikaenda, zinaanzanga, zinaleta depression, alafu zinaleta magonjwa.
ambayo ni mapepo za mashetani. Nataka jioni ya leo, shika mahali ambao unasikia uko mgonjwa, shika kwa imani, amini kwa imani, na nenda kuombea kwa imani, na nikimaliza amen, anza kukiri kusema asante Yesu umeniponya, asante Yesu. Na muda sio muda utakuwa na wimbo mpya na sura mpya. Kwa hivyo shika mahali ambao unasikia haujisikii vizuri, kwa imani Yesu ako hapa. Baba, katika jina la Yesu, popote ulikwenda ulitenda mema, na jioni ya leo Baba tuko katika rimba, katika jina la Yesu tunaomba Baba, tenda mema, tenda mema. Sio mapenzi yako Baba watu wanyanyaswe na maroho za magonjwa, katika jina la Yesu Baba ninakuja kinyume hata mapepo za kansa, katika jina la Yesu ninaziamurisha sasa zipate kukauka, zipate kukauka katika jina la Yesu. Ninawaachilia sasa ponyaji wako sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Baba naachilia sasa hata uponyaji Baba juu ya migongo Baba. Wengine wanaumwa na migongo, wengine wanaumwa na miguu, wengine wanaumwa na vichwa, wengine wanaumwa na vifua Baba, ninakausha hizo maroho sasa, ninazizemea sasa katika jina la Yesu, zipate kukauka, zipate kukauka. Ninawaachilia sasa ponyaji wa Yesu katika jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea uponyaji katika jina la Yesu, pokea uponyaji. Asante Yesu, asante Yesu. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani. Imetendeka kwa imani. Kama ungeweza kusimama, simama kwa imani katika jina la Yesu. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Master. Nataka kufunga sasa maombi ya kufunga na kwenda nyumbani. Nataka kushukuru serikali yetu, nataka kushukuru kila mmoja kwa sababu Bwana ndiye ametenda haya yote Baba, katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru hata kwa anga na jinsi tumeanza na jinsi tumemalisha Baba. Tunasema upokee sifa, tunasema upokee utukufu. Wewe ni Mungu wetu Baba, wewe ni ngome yetu Baba. Tunaomba tajizi, tunaondoka mahali hapa Baba, tufunike na damu ya Yesu, tufunike hata barabarani, tufunike hata nyumbani, hata tufikapo Bwana. Tunakupatia sifa na utukufu Baba. Tunakemea kila nguvu za giza, za ujanja Baba, maana kutaka kuzunguka hata ndani ya jamii zetu, ndani ya boma zetu, ndani ya barabara. Tunamimina damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inatutosha. Damu ya Yesu tunanyamasisha mishara zote, tunanyamasisha ngome zote, tunanyamasisha mipango ya giza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba ni asante hata kwa nchi yetu, tunakushukuru Baba hata kwa watawala, tunaweka Baba mkononi mwako Baba. Asante Baba, Mungu aliye hai, tunakuinua hii nchi Bwana. Umesema tuombee nchi Mungu wetu Baba, tuombee madaraka, tuwabariki jioni ya leo na jamii zao katika jina la Yesu. Baba sidi kutawala, hata wasimamapo Bwana wacha wanene yaliyo yako, ya amani, ya furaha, ya umoja katika jina la Yesu. Tunafunga kila maroho la fujo, maroho machafu, maroho za uchochezi, tunakausha katika jina la Yesu. Tunaachilia nguvu zako, akili timamu, upendo wa kweli katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, tawala sasa, tawala sasa, tawala sasa, tawala sasa katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu Baba, hata wamkapo Baba, tawala, tawala ofisi zao, tawala kila kitongoji Baba, tawala Mungu wetu Baba. Tunakushukuru Mungu wetu Baba, tunasema wastahili, wastahili Bwana, wastahili Bwana,
wastahili jioni ya leo, wastahili kutukuka Baba, wastahili Baba. Bariki hata wapendwa wamewacha kazi zao kwa sababu ya upendo kuja mahali hapa Baba. Wabariki Bwana, wewe ndio Mungu Baba, wewe ndio kimbilia Baba. Asante Bwana, hata kwa neno lako, hata mahali naanguka nifuatilie Baba. Jinsi unasema Baba, halikurudi bure. Katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu Baba. Hata tuondoke hapo Baba, tuondoke Baba na baraka zako. Hata tutoka hapo mahali tunaacha baraka zako. Wengi wasidi kujipuka na kujua ukweli na kukiri ukweli na kufuata njia ya ukweli na kuwakomboa katika jina la Yesu. Asante, tumeteka nyara nguvu za giza katika jina la Yesu. Yesu nasema popote tukiendapo tukanyangapo Baba, tumeteka nyara, hakuna wote atapotea katika rimba katika jina la Yesu. Thank you Lord, thank you Jesus. Pigia Bwana makofi kwa unyenyekevu, kwa unyenyekevu, sio kwa nguvu zetu, kwa unyenyekevu. Bwana tunakupigia makofi, pokea sifa, pokea utukufu. Asante, asante Bwana. Dhihirika Bwana, dhihirika Bwana, dhihirika Bwana. Tukuka Bwana, tukuka Bwana, kwa sababu ni Mungu una mpango mzuri na mawazo mazuri. Pokea sifa, pokea utukufu. Na ni katika jina la Yesu naomba nikiamini. Pigia Bwana makofi, kurudisha kwa pastor wetu.